Jiji la Mavuno lilikuwa na hadhi ya kisiasa ya juu, lakini nyuma ya milango ya ofisi za dhahabu kulikuwa na siri ambazo hakuna mwananchi aliyejua. Rafiki, mwandishi wa habari aliyechaguliwa kwa ujasiri wake, alikuwa amepewa dosie ya siri, hati zilizofichua mpango wa kuunda mrengo wa kisiasa unaohusisha viongozi wakuu, mashirika makubwa na watu mashuhuri wa mitandao ya kijamii. Siri hii haikuwa tu kuhusu pesa au nguvu, ilikuwa juu ya kudhibiti mawazo ya wananchi. Zaidi ya hayo, dosie ilionyesha kuwa baadhi ya viongozi waliokuwa wakionekana kama mabingwa wa haki walikuwa wakijihusisha na mikakati ya kudanganya umma. Rafiki alijua kuwa ikiwa siri hii ingefichuliwa, mji mzima ungepata msukumo mkubwa wa kisiasa, lakini pia alikuwa hatarini sana. Wakati wa kwanza, Rafiki alihisi kuwa hakuwa peke yake. Alikutana na Mara, mwanasiasa mcheshi lakini mwerevu, ambaye alikuwa na malengo ya kuleta mabadiliko, lakini alikumbwa na ushindani mkali ndani ya chama chake. Mara alimwonyesha Rafiki kuwa siri zinazoshikiliwa na nguvu nyingi zinaweza kubadilisha historia ya kisiasa ikiwa zitatolewa kwa wakati sahihi. Lakini kulikuwa na upande mwingine. Kiburi, mwekezaji mkubwa wa teknolojia, ambaye alikuwa na mashine zinazoweza kufuatilia kila harakati ya mtu mjini. Kiburi alijua kuhusu dosia ya Rafiki na alikuwa tayari kutumia kila njia kuhakikisha siri hii haiwezi kutolewa. Hii ilifanya mabadiliko ya kisiasa kuwa mchezo wa kijichu. Njama, hila na propaganda ziliunganisha kila hatua ya Rafiki. Rafiki na Mara walijitahidi kuunganisha wapinzani wa kidemokrasia, wakitumia teknolojia ndogo za siri na mtandao wa waandishi huru. Lakini Kiburi hakukata tamaa. Alitumia AI kufuatilia mawasiliano yao na kubadilisha taarifa ili kuvuruga maamuzi yao. Siku moja, Rafiki aligundua siri ndani ya siri. Hati zilizofichua mpango wa kimataifa wa kupanua nguvu yake kisiasa kwa kutumia sera za kiuchumi. Kwa ujasiri, Rafiki na Mara walikusanya ushahidi na kuandaa mkutano wa waandishi wa habari wa kimataifa waliotangaza siri hiyo kwa umma. Mji wa Mavuno ulipata mshtuko mkubwa. Viongozi waliotajwa walilazimika kujiuzuru, mashirika makubwa yalilazimika kubadilisha sera zao, na wananchi walipata nguvu ya kushiriki katika uchaguzi kwa uwazi zaidi. Rafiki alijua kuwa ushindi huu haukuja bila gharama, lakini aliweza kuona kuwa siri za siasa, iwapo zitatolewa kwa wakati sahihi, zinaweza kuleta mabadiliko halisi. Mara, ambaye sasa alikuwa shujaa wa kisiasa, alikumbuka kuwa hila na teknolojia zinaweza kuwa silaha, lakini moyo wa kuleta haki ndio unachoshada nguvu zote za udanganyifu. Mwisho, jiji la Mavuno lilijifunza kuwa siasa sio tu mchezo wa madaraka, bali ni wimbo wa siri, hofu na matumaini ya wananchi. Na kwa mara nyingine, siri zilizofichwa kwa muda mrefu zilisababisha mwanzo mpya wa uwazi na mabadiliko ya kweli.